hatujawahi kama taifa kupanga vile vijana wetu wakitoka shuleni na college na university watapata ajira, kwa sababu tunapata hasara nyingi. Tunaweka pesa mabilioni kwa masomo, lakini kama hatutapanga vile ajira ya hawa vijana itapatikana, si tutaweka hawa watoto wetu hasara? Ni kweli ama si kweli? So tumekubaliana, tunapanga the way we are investing in education is the way we are going to invest in making sure that we have jobs for our young people who get out of school, who get out of college, who get out of university, because that is how we are going to benefit from the investment in education. Watu wa Othaya tunakubaliana? Tunakubaliana? Hiyo kazi yote tumekubaliana, na tumesema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Mambo ya kahawa, mambo ya chai, mnajua tulikubaliana. Chai ya Kenya tunauza only 5% ndio inafanyiwa value addition. Sasa tumesema in the next 3 years lazima tuondoe mambo ya value addition from 5% of our tea to 50% of our tea. We must add value, create jobs so that we can create more resources na wakulima wapate pesa zaidi. Na ndio sababu hiyo katika hii budget tumeondoa ushuru ile inaitwa VAT kwa mambo ya chai, ndio wakulima wapate mapato zaidi kwa sababu tumewaondolea ushuru. Jambo la pili, tumeondoa ushuru vile vile kwa ile packaging material ambayo itatusaidia kwa value addition ya mambo ya kahawa na mambo ya chai. Na nimekubaliana na wale wote ambao wanafanya hiyo biashara ya kwamba chai ya Kenya haitakuwa inauzwa kwa magunia. Sasa chai ya Kenya tutaifanyia value addition, ndio ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane kwa mkulima. Na vile vile tumepunguza gharama ya mbolea. Ile mulikuwa mnauziwa shilingi 5,000, mwaka huu tuliteremusha mpaka 3,500. Juzi Jumatatu mmesikia nimetangaza, sasa tunateremusha zaidi mpaka 2,500. Kwa sababu tunataka wakulima wetu we increase our production so that every tree gives us more kilos of tea, gives us more kilos of coffee. Na nimesema leo ya kwamba mambo ya kahawa, wananchi wameniambia Kiganjo iko mbali, Sagana iko mbali, mahali mnatoa mbolea kwa sasa. Tumekubaliana na hawa viongozi, sasa hiyo mbolea haitakuwa huko Kiganjo, tulete Othaya ili watu wa Othaya wapate mbolea ya chai Othaya. Watu wa Othaya wapate mbolea ya kahawa hapa Othaya. Si tumekubaliana Kahiga? Gavana wetu yuko hapa, nimekubaliana na yeye. Na niko hapa na waziri wa kilimo vile vile Linturi, tumekubaliana ya kwamba store itapatikana hapa. Na ile ya kahawa kwa mfano, tutapeleka mbolea kwa factory. Kila factory itakuwa napatiana mbolea hapo kwa factory. Nekuo, tunaelewana? Tunaelewana? Kwa sababu mambo ya kilimo si mambo ya mchezo. Na nilimwambia deputy wangu Rigathi Gachagua, alifanya mkutano pale Meru ya mambo ya kahawa. Stakeholders tumeketi chini na wao. Brokers lazima watoke, wakora watoke, cartel waondoke, ndio mkulima apate haki yake. Neguo? Na mimi nilipatiwa kisu kubwa sana kule Kasarani, na hiyo ndio ya kufieka wakora wote watoke. Ama namna gani? Kwani mnafikiri mimi nitakaa na kisu na wakora wanahangaisha wakulima? Bana, watakiona na wajipange na waondoke mapema. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana mambo ya maziwa. Mambo ya maziwa muliona jana. Tumesema maziwa ambayo inaletwa sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka nchi nyingine, ati powder milk inaletwa hapa Kenya kuja kuumiza soko ya wakulima wa maziwa yetu hapa Kenya. Hiyo tumesema haitafanyika tena. Ndio tumesema hiyo mambo ya kuagiza powder milk tumefunga. Maziwa ile itapatikana hapa Kenya ni ya hawa ya wakulima wetu. Na wakulima mujipange, kwa sababu vile vile katika hii budget tumeondoa ushuru kwa animal feed. Tunataka maziwa wakulima waongeze mapato yao.
ndio wakulima kwa ng'ombe moja kwa kilo moja wapate mapato zaidi. Na tutafunga soko ya wale wanataka kutuletea competition ya maziwa kutoka nchi zingine ambayo wamefanyia subsidy na yetu haijafanyiwa subsidy. Neguo, tumekubaliana vile vile kusupport wakulima wa maziwa. Hapa Nyeri tunawapatia milk coolers 30 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kila ward iwe na milk coolers ambayo mnasaidia kukusanya maziwa yenu, mna preserve, mnaweka cold room, ndio bei ipatikane kwa fresh milk, bei ambayo itatosha. Na mkisanya ya kutosha, tutawasaidia na mambo ya processing ili tuhakikishe ya kwamba mapato zaidi inaenda kwa mkulima, sio kwa wale brokers wako huko katikati. Sijui kama tunaelewana watu wa Othaya. Tumekubaliana? Hiyo kazi tutafanya pamoja. Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani. Tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni 2. Jambo la kwanza tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wakakuja wakaangaisha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Ama namna gani? Tunaelewana? So tumekubaliana mambo ya handshake na nusu mkate wasahau. Jambo la pili, tumekubaliana ya pili ya kwamba mambo ya vita, mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu. Ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi, na waharibu barabara, na waharibu biashara ya watu, na waharibu biashara ya mama mboga. Mama mboga amewakosea nini? Ama namna gani? Si uchaguzi tulimaliza? Ama namna gani? Kuna uchaguzi ilibaki hapa Othaya? Si tulimaliza ya MCA, ya mbunge, governor, senator, rais tulimaliza? Ama namna gani? Ile uchaguzi ambayo iko ni 2027, wangoje. Na hiyo hata sijui kama watakuwa na agents siku hiyo. Tuko pamoja jameni? Neguo. So tumewaambia wawache mambo ya vita, wasahau. Mambo ya handshake wasahau. Hiyo kazi ingine tunataka kupanga tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Othaya jameni, mnakubali tuendelee hiyo barabara? Mambo ya handshake tumekataa. Nusu mkate tumekataa. Mambo ya violence tumekataa. Hebu nione wana anakubaliana na mimi hiyo barabara. Harambe. Nafikiri mmesahau mambo ya chama ana mambo gani? Harambe. Mimi naona kumbe network bado iko. Sasa niko hapa na deputy wangu, Mheshimiwa Rigiji. Anaitwa Rigathi Gachagua. Sia wasalimie. Haya, salimiana Rigiji. Andu amwe wake muri okuwa andu aitu no muyumiriirie ni mona njamba itu muthamaki witu ni nyu mwamuthurire kwiyethera ka kuringiririo kayona inyu mutithakaga ati mukaruta mundu wendagia nguku mukamutua muthamaki ni ndamurutira nguvia andu Othaya na tondu tutitwo na kahinda ga gucoka nie na njamba eno itu ni mwatwikire wega twari uhoro wa matuti ari handu hega ta nie madari handu hacheke ni muti uri andu amahatikite ni mwatwikire wega na tugacokia ngatho kuma ngoro yakwa thiini ya mukirai ngatho ciakwa rais wetu hawa watu ya Othaya. Yale mambo unafuatilia ndio inahusu hawa ni wakulima ya majani chai, kahawa na maziwa. Kweli ama uongo? Huyu rais wetu ameniamurisha, na mimi mnajua ni mtu ya kutii amri, ning'ang'ane na hii maneno ya makatel, wale wanaiba pesa ya kahawa na chai na maziwa. Na hiyo kazi rais wetu nataka kuhakikishia wewe, nikiwa hapa Othaya nyumbani kwa Mwai Kibaki, hiyo kazi nitafanya.
Tena rais wetu, ile mpango umechukua, ile laini mimi naona wewe unapitia ni ile ya mzee Mwai Kibaki ya kupanga uchumi. Na wewe rais, ukifuata hiyo rais njia ya Mwai Kibaki, hao watu ya Othaya watakupenda milele. Na hiyo njia ya rais Mwai Kibaki ndio njia ya kutengeneza Kenya. Katigu watu waitu nimukwenda aruta ira ta Mwai wa Kibaki, arute gwata Mwai wa Kibaki. Andu Othaya ni twacokia ngatho tunyitirire muthuri uyu arokire guku oiyo na guikara guku nigetha amenyere guku, amenye andu othe, amamenye na maritwa, na turamurire ikaikara agoka agatucerera. Ni mwakena ni guka, ni mwakena ni guka, mwekirega ni gutuhe mundu ugwitwo Mount Kinya. Ni njamba ya wira na ni arutete wira muingi muno na ithio turenda mundu wa kuruta wira. Githungu gitire na bata ciana ciake atia nake macukuru neguo ni araka macukuru kandaraka irio nani matebuaga ati ndio Githungu ngicoka twacemania na mathangi munyorosha ona Wainaina uyu muthenya wake ni uri kinya neguo nitukurugama na njamba ino na turerire mheshimiwa Kimani wa Ichung'wa mena mbarire nio maratumirwo ni muthamaki magacire na andu acio. We Kimani wa Ichung'wa kugikahitana tuigua ati ni wahingica muthamaki uyu kumwira athie ngeithi, we Kimani wa Ichung'wa ugathama guku neguo ni mwara Kimani wa Ichung'wa. Kimani wa Ichung'wa werwo ni andu a guku ndukae guthie barabara iyo arorie ku rais wanasema uleta Kimani Ichung'wa ahakikishie hawa hataenda kuuza sisi kule. Harabe harabe nege yako ugetikwe na thogithi. Haya, hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye Mudavadi kabla sekta yetu awasalimie. Unataka earthquake? Haya, watu wa Othaya muriega. Ohoro wanyu. Asante sana, tumekuja hapa kwa sababu hapa ni kama pilgrimage. Tunakuja tukipita pahali mzee ambaye tulimpenda sana alizaliwa. Lakini la muhimu, tukienda mbele, sisi tunasema kwamba hatutaki kamwe watu wafuruge serikali ya Kenya Kwanza, na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto, naibu wake ni Rigathi, na sisi tunaambia hawa jamaa, mkiona hata kwa hiyo mazungumzo ya Azimio, yule jamaa anasema tunataka inclusivity, lakini kwa hiyo kamati ya Azimio niambie wameweka nani kutoka kwa kampu yao ya Azimio ambayo anatoka Mlima Kenya? Yuko. Basi sisi tuwe tayari kujua kwamba serikali ni hii na wale wengine waache mchezo. Uchaguzi ulikwisha mwaka jana. Asanteni sana. Haya, tuko na mudhamaki anaitwa Kimani Ichung'wa. Sawa rais. Andu Othaya inyuĩ nĩ mũrenda handshake? Nĩ mũrenda? Nuthu mũgate, karututu, kamũnyore gakuoha mũgate, ndĩmomĩrie pio. Nimewaigua Deputy President amesema ati nikipeana kitu ni hame. Na unajua nimeoa kutoka Mathera kwao. Sasa na ile miaka niko naye sioni kama nitapata mwingine. Leo nie tiga nuthu mũgate, tiga slice mũtutu kana kamũnyore karĩa kohaga mũgate matingĩkuhĩria. Niĩ ndĩ hau ndingĩtĩkĩra. Lakini rais, mimi nakubaliana na hawa wananchi wa Othaya, na sio mimi peke yangu, sisi wote hapa Mlima Kenya na Kenya mzima tumekubaliana kwa yale mjadala tunaenda kuongea na wenzetu.
mambo ya nusu mkate hakuna. Hata yule mzee wetu wa kitendawili jana nimesikia akisema hataki nusu mkate. Sasa kama mwenyewe amesema hataki nusu mkate, na tulimwambia condition yetu ni 2 peke yake. Kama hatuongei mambo ya nusu mkate, tutaongea. Kama tunaongea bila vita na bila vitisho, tutaongea. So tumwambie leo, we are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye munapatana nao huko. Au sio? Kahembo do kueta mwana na mgogo. Dembatira ukire mego